Bwana asifiwe. Nataka kukusalimu ewe msikilizaji wangu siku ya leo. Kwa majina zangu naitwa Jane Wangui Njoroge. Wewe msikilizaji wangu na kukaribisha kwenye kipindi cha leo inaitwa Traveling Prayers, na kuita na kuomba ukaribie kwa TV yako. Wakati yenye unafanya waweza acha kidogo, hatutakaa sana, ndio tusikie vile Mungu anaweza kutufundisha siku ya leo. Na nimesema tena naitwa Jane Wangui Njoroge, na hii prayers inaitwa Traveling Prayers, na kukaribisha ndio tusikie pamoja neno la Mungu. Karibu customer wangu, kama uko na shughuli mbalimbali, hata kama ni nguo unafua uache kidogo, tusikie vile Mungu anataka kutuambia siku ya leo. Nataka tusome neno la Mungu katika Zaburi 121. Inasema, I will lift up my eyes to the Lord, from whom my help come from. Msikilizaji wangu, kulingana na vile watu wanalia shida siku hizi, nataka tujue kwenye tunaweza toa usaidizi wetu. Naye kitabu cha Mungu kinatuambia, kinatuarifu siku ya leo, usaidizi wetu itatoka kwa msalaba wa Yesu. Tuache kulia sana, lakini tumkibilie Mungu. Nataka kukwambia siku ya leo, hata kama unaona kama mambo yako imeharibika sana, unaona kama hakuna hope, na kukaribisha na nakuita kama vile kitabu cha Mungu kitatuambia siku ya leo. Hata tukimaliza waweza andika mahali na usome wewe mwenyewe. Tuna kitabu ya Mungu inatuarifu wakati tuko na shida ama wakati unapitia mambo makuu na magumu, hutakiwi kutoroka Yesu, unatakikana kumkaribia. Na Psalms 121 inatuambia Mungu ndiye kimbilio letu. Tunaulizana ni wapi mimi na wewe tunaweza toa usaidizi wetu. Usaidizi wetu, Psalms 121 inatuarifu usaidizi wetu itatoka kwa Mungu Baba wetu. Inatuambia katika chapter 2, Psalms 121, my help come from the Lord, who made heaven and earth. He will not allow your foot to be removed. He will keep you he will not slumber. Behold, he who keep Israel shall neither slumber nor sleep. Na inatuambia wakati Mungu ako pande yetu siku zote, hawezi lala. Wakati tumelala yeye ndiye anatushughulikia. Wakati uko na shinda, ukikaribia Mungu, yeye ndiye anakushughulikia. Msikilizaji wangu, na kuita siku ya leo tukaribie Yesu. Usitoroke juu ya mashinda, useme hata hutakuwa unaomba, hata useme hutakuwa unaenda church, ama utoroke Mungu wakati unapitia, ama wakati uko na hitaji, unatakikana ukaribie Mungu sana. Na juu Yesu tunaambiwa at the altar. Unaweza hata tengeneza mahali kwa nyumba yako, useme hapo ndio utakuwa unaitia Mungu wako. Uamue na uambie Mungu wangu, Mungu, kulingana na vile neno lako linatuambia. Juu kitabu ya Mungu inatuambia ufungue mlango ya ndani, ufunge uongee na Mungu wako. Uamue mahali, hata kama ni nyumba kidogo, hata kama ni hapo kona ya nyumba, uende uambie Mungu wako, hapa Mungu wangu ndio nitakuwa na kuombea. Na juu Mungu ametuahidi, unajua Mungu hawezi sema uongo, si kama mwanadamu. Ametuambia yeye halali wala hasinzi. Msikilizaji wangu, hata wakati umelala, Mungu anatushughulikia. Mwambie mahitaji yako. Psalms 81 verse 10. Wacha tusome msikilizaji wangu. Psalms 81 verse 10 inatuambia tufungue sana mdomo yako ndio Mungu atatujaza. Bwana asifiwe. Mungu anataka tumuite kila wakati. Tumuite kama Bartimayo vile alimuita na yeye hakunyamaza. Psalms 81 verse 20, wacha nisome. Inasema, I am the Lord your God who brought you from out of Egypt,
from the land of Egypt. Open your mouth wide and I will fill it. Siku ya leo Mungu anatuarifu tufungue midomo yetu sana. Kumbuka mtu kama Bartimaeus, wakati alikuwa na shida ya kutoona, lakini alikuwa anasikia. Jua hata kama uko na shida huwezi kuwa na shida pande zote. Akauliza ni nini hiyo, ni aje nasikia? Wale walikuwa naona na wale walikuwa naenda kumkuta Yesu, akamwambia ni Yesu mwana wa Daudi anapitia hapa. Naye Bartimaeus akajua ni chance yake. Akaanza kumulilia, akamuita Yesu mwana wa Daudi, nihurumie. Yesu mwana wa Daudi, nihurumie. Na wale walikuwa wanaona na wale walikuwa wanampeleka hapo, ndio walikuwa wa kwanza. Walikuwa wanamwambia anyamaze juu anawapigia kelele. Naye Bartimaeus akajua hii chance ni yangu siku ya leo. Wakati walikuwa wanamwambia anyamaze, ndio alikuwa anaendelea anaongeza volume sana. Anamuita Yesu mwana wa Daudi, nihurumie. Yesu mwana wa Daudi, nihurumie. Ndio Psalms 81 verse 10 imetuambia ati Mungu ndiye alikutoa kutoka nchi ya Egypt, na anatuambia ufungue mdomo wako sana aijaze. Mungu hata kujaza na mabaya, atakujaza na mema ukimkaribia, atakujaza na mema ukimtafuta. Kimbilia kwake Yesu, acha kutoroka Yesu. Mfanye rafiki yako kuanzia siku ya leo. Mfanye rafiki mwema. Juu hakuna njia nyingine waweza fanya Jesus Mungu rafiki wako ni kwa maombi na kutenda mambo mazuri. Nakwambia msikilizaji wangu siku ya leo, kama unataka Mungu akuinue, kuwa a forgiver. Hata kama umetendewa nini, uforgive. Wacha kubeba mambo, wacha kubeba huyo mwenye alikukosea. Mforgive, kuwa forgiver. Alafu uwe muombaji, ongeza maombi. Usiseme ati ni lunch time ama ni nini. Ukiwa kwa kazi omba. Wewe mama ukipika omba, ukifua nguo omba. Kila saa iwe saa ya maombi. Na alafu uanze kufanya charity work, kazi za Mungu. Hata kama ni kwa kanisa, tafuta kitu ya kufanya. Hata kama ni hizo viti, hata ukipata zimepanguzwa, wewe enda upanguze, ni nyumba ya baba yako. Na sisi zote ni watoto wake Mungu. Yule mzee hata yule mdogo, ni sisi zote ni watoto wa Mungu. And anza kufanya kazi ya Mungu. Serve your God in all the sides. Unaenda kuona wagonjwa, uwe unatembelea wenye wako na shida kama wewe, unaomba pamoja ama unawaombea kwa siri. Unaomba, kuwa muombaji kila wakati, kuwa muombaji na njia zote, kuwa muombaji. Fanya kazi hata kwa tafuta huduma, tafuta vile utafanya kazi kwa kanisa, fanya kazi kwa kanisa, tembelea wenye wako na shida. Hata kama ni kitu kidogo utawapelekea, hiyo ndio inafurahisha Mungu wetu. Fanya service ya Mungu, utafute Mungu kwa kila njia na uwe muombaji. Maombi usiache msikilizaji wangu, kuwa muombaji. Naye Mungu juu ametuambia yeye ndiye kimbilio letu. Ona Mungu alitupea mtoto wake wa kipekee, naye Yesu akakubali, akatoka from comfort zone of his father, akakubali kuchukua aibu yangu na yangu, akachukua makosa yetu, akatubebea misalaba yetu hata ikiwa mizito, akakubali kupitia aibu. Aliteswa. Ukiangalia the person of Christ, Yesu alikuwa anachapwa na hakuwa amekosa makosa yoyote. Alikubali juu sisi tusaidike. Nawe uwe unajitakasa na hiyo damu ya Yesu Kristo. Kama ni kugojeka, msikilizaji wangu, umegojeka siku ya leo, sema katika hiyo damu ilimwagika katika msalaba, kwa hizo viboko Yesu alikubali kuchapwa. Ona tunaambiangu alinyamaza kama kondoo inaenda kikijoni. Hakusema ati sijafanya makosa. Kama hata siku ya leo tukitafuta mtu anaweza kufia mtu, hawezi kufia mtu juu ya makosa yenye amefanya. Mwenye anaweza kubali, anaweza kufia mtu juu ya uzuri. Lakini Yesu alitubebea aibu yote. Wacha tusikirie huyu Yesu, wacha tumtafute na njia zote. Wacha ukisikia neno la Mungu unai practice kila wakati.
tufanye Mungu rafiki yetu. Naye wakati nakwambia msikilizaji wangu, hata ukiona mambo yako imefika mwisho, unajua kuna mahali inafikanga unashindwa utaanza wapi ama utaenda wapi, kimbilia Yesu. Yesu ndiye hawezi kukuaibisha. Naye wakati huo umekimbilia Yesu na umemfanya rafiki, hata yeye anapata nafasi ya kukuita dota yake ama kijana wake, juu wewe ameona ni rafiki mwema. Katika Psalms 91 verse 14 inatuambia, juu amezidi kujua jina langu, na juu amenifanya kituo chake. Yesu ndiye anasema yeye mwenyewe, atakuwa ananiita nami nitamuitika. Msikilizaji wangu, andika hiyo verse 91, Psalms 91 verse 10. Anatuambia juu umemfanya kituo, umekuwa rafiki yake na unamjua jina lake. Anatuahidi atapita nasi katika shida zetu. Yesu mwenyewe anatuambia atakushika mkono, hakujalishi ni shida gani. Yesu anaweza mambo yote. With God all things are possible. Usijali ni nini, ni mtoto umekosa, usijali. Mimi mwenyewe nilikuwa nimekosa mtoto na nilisikia nasegenywa na wamama, lakini nikamfanya Mungu kibirio langu. Ukifanya Mungu kibirio lako, unafunga mlango, unapiga magoti, unamulilia. Nakwambia hakuna mwenye anaweza kusoma roho yako. Huwezi danganya Mungu. Mungu tu ndiye ako na nguvu na uwezo ya kusoma roho yako. Mimi nilipiga magoti, na just imagine mama mwenye alikuwa anaitwa Tasa, Mungu akanibariki. Na vile Mungu alinibariki, nilirudi tu kwake nikamwambia, Mungu, si watu walikuwa anasema siwezi pata hata mtoto mmoja, hii tumbo yenye umeweka mtoto. Na nilimwambia nataka mtoto wa kijana, na akanibariki. Nikamwambia nataka sasa unibariki na mapacha. Nakwambia msikilizaji wangu, vile niliomba hata miezi 3 haikuisha. Nilienda Kenyatta nikaambiwa nitafanywa ultrasound. Mama daktari ndiye alinifanyia. Alikuwa anacheka, ananiuliza, wewe unajua ni nini umebeba? Nikamwambia sijui. Juu naomba na saa zingine unasahau. Akaniambia wewe umebeba identical twins, wamekulia kwa placenta moja. Mimi kina msikilizaji wangu kilinisangaisha nini kwa hiyo miezi 6. Kumbe Mungu anakuanga karibu na sisi. Shetani ndio anatudanganya. Unaona kama umebeba shida kubwa sana. Hakuna shida kubwa kuliko Mungu. Mungu anaweza mambo yote. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Kibiria kwake Yesu. Mwambie shida yake. Mwambie shida yako. Usitake kuambia na mtu. Unajua wewe juu wewe ndiye umekibiria Mungu, na wewe ndiye uko na hiyo shida, waweza muelezea mzuri. Asanti msikilizaji wangu, na ninajua vile tumeongea utaendelea kuwa muombaji, utatafuta charity works, service your God in many ways, na Mungu atakuita his daughter or his son. Na wewe uko pamoja na mimi, na najua na hujaokoka, nataka kukukaribisha siku ya leo. Ndio tuseme obira tomba, ndio uwe karibu na Mungu wako kabisa, na ndio uwe rafiki ya Mungu na mtumwa wake Yesu, uwe disciples ya Mungu, na uwe muombaji, uwe unaombea hata wengine wako na shida kama yako. Usipende ati unaomba tu yako. Hata Job wakati aliombea wengine ndio Mungu alimbariki. Wewe uko hapo na hujaokoka, na kukaribisha, sema ewe Bwana Yesu, naomba siku ya leo, nasema asanti kwa siku ya leo kwa kunifanya nisikie neno lako, na kuita Yesu mwema, uniondoe jina lako kwa kitabu cha mauti, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Kuanzia siku ya leo nimeokoka, nimeacha dhambi, na Yesu mimi nimekufanya rafiki yangu. Asanti mtazamaji wangu, kuanzia sasa kiri Yesu na uwatangazie
uwasie wengi wewe umeokoka, na uwe muombaji katika jina la Yesu Kristo. Na asante, najua tutaendelea kushiriki neno lake Mungu, utaendelea kuomba, utaendelea kufanya kazi ya Mungu kama vile neno lake la Mungu limesema. Umfanye rafiki yako, umfanye Mungu wako katika jina la Yesu Kristo. Na mimi msikilizaji wangu, kanisa yenye na hudumu inaitwa Kibo Peva Church. Kibo Peva Church chini ya our bishop anaitwa Reverend Wesoga Gudoi, na tuko hapo Kibo Peva Church Githurai, njia ya kuelekea Mwihoko, naitwa Progressive. Karibu, kama wewe uko karibu na hii kanisa, tumekukaribisha. Kuna hata lunch time na evening prayers na Sundays. Uwe unatutembelea, uwe mshirika wetu. Kama uko karibu, kuja tuombe Mungu, tutafute uso wa Mungu pamoja, na Mungu ataendelea kutubariki. Na kuita rafiki mwema, na kuita msikilizaji wangu, usione mambo yenye unapitia. Unajua hapa chenye kinahitajika ni wewe tu na Yesu. Wewe tu na Yesu, ondoa watu wengine. Hata mimi wakati nilikuwa na shida, nilikuwa naona kama watu wanaweza kunisaidia. Na ndio nikagundua kumbe hata mama yangu hawezi. Kumbe hata wenye tumesaliwa na wao hawawezi. Kumbe hata bwana yangu hawezi. Hapa ni wewe na Mungu. Na ndipo na kusihi ufanye Yesu rafiki yako. Ukishikilia Yesu, ona yule mama alikuwa amemwaga damu. Wakati aliamua akashika gauni ya Yesu, sida zake na zilikuwa zimeenda miaka mingi, ziliisha. Ukisikilia kwake Yesu, mkimbilie Yesu, usitoroke Yesu, kimbilia Yesu, kimbia kwa kanisa, kimbia kwa madhabahu. Yesu ako hapo. Yesu anatuambia anahusunika sana wakati ametugojea kwa madhabahu, wakati anatugojea kwa maombi. Uende umpelekee shida zako. Haijalishi iko na ukubwa gani, haijalishi watu wanakuambia iko kubwa aje. Hapana, Yesu mambo yake yote anaweza. Yesu anaweza. Nyenyekea kwake Yesu, unyenyekee. Piga magoti, mwambie Yesu, nimekubali kutoonekana, wewe onekana. Nimekubali kupunguka for you to increase. Na utakuwa kijana wa Yesu, utakuwa mama wa Yesu, utakuwa rafiki wake Yesu. Atakushikilia na atakutendea. Unajua muibaji aliuliza, unabarikiwa mpaka watu wanakuuliza ni wewe ama sio wewe. Unajua kama kukosa mtoto, hakuna mtu anaweza kukuondoa hiyo, ni Yesu tu. Pesa rafiki wanaweza ona uko na shida wakuchangie, lakini ona kama mtoto, ugonjwa, Yesu anaweza kukuponya hata kama uko stage 4 cancer. Magonjwa yote, haijalishi ni nini, ni figo zimeharibika, ni diabetes, ni high blood pressure, ni mtoto umekosa, ni nini, mambo yote, nyenyekea kwake Yesu na umwambie. Hata kuwa muibaji, unamuinua, unamwambia Yesu unaweza. Najua hakuna mwingine, wewe ndiye mwenye nguvu, wewe ndiye mwenye uwezo, wewe ndiye mwenye juu. Yesu ndiye mwenye ujuzi wote, alikuumba kwa mfano wake. Kwa hivyo kwa mwili wako kama ni ugonjwa, chochote imejiongeza kwa mwili huyo kulingana na vile Yesu aliumba, anaweza kuing'oa. Na kama kuna kitu imetoka, Yesu peke yake ndiye anaweza kuirudisha. Kwa hivyo usiwe na shaka, usiwe na hofu, kimbilia Yesu na umwambie kuanzia sasa shida haitakucheka tena. Katika Psalms Ayubu 5 inatuambia shida isikuchekelee tena, Shetani asikuchekelee tena. Sasa hata wewe waweza kuwa unaicheka na ukitendewa. Unajua mtu akitendewa unajipata hata kama hujaambiwa na mtu utoe ushuhuda, unapata unasema tu, unapata tu unasema tu. Juu kwa nini? Shetani alikuwa anataka kukuaibisha, lakini sasa juu Mungu amekushidania, hata wewe muaibishe na testimony. Uwe unaenda, hata ukienda wapi, unaambia Mungu watu ukuu wa Yesu. Unaambia watu vile Yesu wako ni mweza katika jina la Yesu. Endelea msikilizaji wangu kutependa huyu Yesu, kumtazama na kwa njia zote kunyenyekea kwake Yesu. Na sasa nataka tuombe na wewe ndio
ndio tuwe waombaji. Na wewe kuanzia sasa najua utakuwa unaomba kila wakati. Mungu Baba na Mungu Mwana, katika jina la Yesu tunasema asante kwa vile umetupatia hii nafasi na msikilizaji wangu. Mungu wangu na Baba yetu, asante juu umetuambia siku ya leo usaidizi wetu utatoka kwako. Usaidizi wetu utatoka kwa msalaba wako. Mungu wetu asante juu ulitupatia tu mtoto wako wa kipekee, hana hukuwa na mwingine. Yesu tunanyenyekea tukikushukuru vile tu ulitoka from your comfort zone of your father, ukakubali kupitia aibu, ukadugwa ukafaliswa taji ya mimba, ukatoa damu nyingi na hukujiulizia, ukadugwa kwa ubavu wako na mkuki, ukatoa damu nyingi na hukujiulizia, ukachapwa na viboko zilikuwa kali sana, ukatemewa mate hata kwa uso wako na ukachapwa na makofi na hukujiulizia. Instead mwisho uliambia baba yako awasamehe hawajui wafanyalo. Walikuchekelea kwa aibu, wakakudhihaki, wakakufanyia mambo yote ya aibu, lakini wewe uliambia baba yako awasamehe. Yesu mwana wa Mungu, naombea huyu msikilizaji wako, msikilizaji wangu mwenye amekukubali siku ya leo, mshike na mkono wako Yesu mwema. Yeye amesema wewe ni rafiki wake, kama vile umetuambia tufungue midomo yetu katika Psalms 81 verse 10 ati utatujaza. Naomba Yesu jaza huyu msikilizaji wangu na mema. Hiyo shida yako naye tumeilist to your altar. Tunajua Baba utaweza. Wewe ambaye ulinibebea aibu yote, najua hata leo uko na nguvu. Juu neno lako linatuambia wewe ni yule jana, ni wewe leo, hata siku nyingine na milele ni wewe. Hakuna mwingine ako na usaidizi wetu. Hakuna mwingine anaweza saidia huyu msikilizaji wangu. Ni wewe tu Yesu mwana wa Daudi. Hata kama anapitia shida gani, tumeinua kwako Jehova. Tumeinua shida ya huyu msikilizaji wangu. Juu Baba umetuambia wewe hulali wala husinzi. Uko tayari kutushughulikia. Hata wakati tumelala, wewe tu ndiye unatushughulikia. Baba tunasema tumekupenda. Asante wa hila. You are our provider. You are the Lions of Judah. Tupiganie vita zote Jehova. Kuna wengine wamefungwa wako cell. My Father and my God. Wengine wako wamewekelewa case. Mungu wangu, you are the God of justice. Wewe peke yako ni wewe waweza watetea. Hakuna mwingine Jehova. Tunakuita Baba. Juu siku ya leo tumesikia neno lako linatuahidi. Baba ni wewe unaweza mambo yote. Hakuna shida umewailetea ukasema ni kubwa sana ati wewe huwezi. Unaweza mambo yote Mungu wetu na Baba yetu. Tunainua shida zote. Baba yetu hata zenye hasijulikani. Unajua kuna wakati Baba tunaenda kwa hospitali, hata wa madaktari wanashindwa hiyo shida ni gani. Baba tunainua shida zote kwako, tukijua wewe ulituumba kwa mfano yako. Wewe uko na prayer parts, uko na parts zote za spare parts za miili yetu. Mungu wetu na Baba yetu, tunajua utaweza. Unaweza mambo yote. Unaweza mambo yote. Hakuna jambo gumu kwako Jehova. Wenye Baba wamefika mwisho kwa mwanzo wao Mungu wetu. Wenye wamekosa njia kuwa njia yao Mungu wetu. Wenye Baba wamekosa pesa, wewe ndiye mwenye fedha na dhahabu. Dunia yote ni yako na mali yote iko kwa dunia ni yako. Wenye wamekosa chakula, wewe you are the God of all living things. Unatuambia sisi wanadamu hata tuko wa maana sana kuliko ndege za hewani by Father. Na ndipo tunageuka kwako Jehova na kukuita rafiki yetu, kukuita Baba yetu. Usiache tuaibike Mungu wetu. Tubebe aibu zote, tubebe shida zote Mungu wetu. Sina nyumba Shetani amepomoa. Baba yetu wazazi wameachana, watoto wamekosa kusoma juu wazazi wao wameachana Mungu wetu. Tunakuomba uwarudishie ile lafu ya kwanza Jehova. Ndio wazazi Baba waelewane, na ndio watoto wawe wanasoma, ndio watoto wawe na furaha Mungu wetu. Tunajua Baba hakuna mtu unapoteza maombi yake. Hata ile maombi unaombwa na watoto
wachanga Jehova. Sikuwa baba yao na uwasikize Mungu wetu. Uwafanye baba, uwatendee kama vile wanakuita. Baba, maombi yote tunajua utatujibu. Tunaambiwa hakuna maombi inaenda kwa dustbin. Mungu wetu na baba yetu, let your will be done in our life. Let your will be done in the life of msikilizaji wangu. Juu wewe ni mweza. Kenya yetu tumeinua kwako Jehova. Tunaomba usaidie kila wenye wanatuongoza. Saidia majensis, my Father and my God. Kila mwanadamu baba mwenye ameinua macho yake kwa msalaba wako. Baba, mtukulie hitaji yake katika jina la Yesu Kristo. Tunasema asante juu tunajua unatupenda. Tunasema asante kwa kutuweka kwa hii nchi yetu ya Kenya. Baba, tunajua utatutenda mema. Hiyo damu ulimwaga katika msalaba ndio tunamwaga mabarabara zote za nchi ya Kenya. Ndio tunamwaga matauni zote za nchi ya Kenya. Kuna watoto wameanza mtihani Jehova. Tunakuita Mungu wetu, wabariki na malaika wako na Roho Mtakatifu wenye wanapatiananga uelevu, na tunajua baba utafanya wapite, watakuwa na namba mzuri, wataenda mpaka university. Mungu wetu, tunaombea watoto wote wako university. Ona walimu wamegoma Mungu wetu na baba yetu. Tuhurumie Yesu. Tusamehe makosa yetu baba, wazazi wa nchi ya Kenya. Tumekukosea na njia nyingi hii ama ingine Jehova. Najua wewe baba unatuona kwa siri. Tunajua Jehova utatutenda mema. Tusamehe yote Jehova. Tusamehe yote, tumetoka kwa mapenzi yako. Damu yako yenye ulimwaga katika msalaba ndio tunaomba baba utuoshe nayo katika jina la Yesu Kristo. Hurumia watoto wetu Jehova. Kama vile wamefunga shule baba, tunakaa na wao 2 months. Tunaomba baba usingira watoto wetu kwa wema wako. We surrender them onto your wings Jehova. Wafunikie kama vile umetuahidi katika Psalms 91. Uwafunikie na manyoya yako. Wakicheza huku nje baba wasiumie. Hata hakuna mtoto atahajaikiwa Jehova. Hakuna mtoto atapata premature death katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa tukienda hata December kusherehekea your birthday, Mungu wetu na baba yetu, najua watu watakuwa na shughuli nyingi ya kutembea. Kuna wazazi wanapeleka watoto wao nyumbani. Mungu wetu, tunaomba jani masses. Hizo barabara zote ndizo tunamwaga damu yako Yesu Kristo. Watoto wetu wote tunawachovya kwa damu yako Yesu Kristo, na tunawasarau kwa moto wa Roho Mtakatifu. Tunasema damu yako inaweza mambo yote. Damu yenye ulimwaga katika msalaba iko na nguvu na iko na uweza. Tunajua baba unatupenda. Asante baba juu unatujua zaidi. Wewe ndio unatujua vyema, na ndipo sasa tunanyenyekea kwako. Tukikiri baba tumekubali kutoonekana, wewe uonekane. Tukikubali baba tupunguke, wewe we increase in Jesus mighty name. Asante Yesu mwana wa Mungu. Tunasema wewe ni mwema. Hakuna aliye kama wewe. Hakuna kibirio kama wewe. Hakuna mtetesi kama wewe. Wewe ni simba wa Yuda Jehova. Utatupigania kwa kila njia. Utatusamehe kwa kila njia my Father. Utatusingira nyumba zetu kwa wema wako. Baba yetu na Mungu wetu. Hakuna jambo gumu kwako Jehova. Adhuhuri ya leo my Father and my God, tumesema wewe ndiye baba yetu. Wewe ndiye rafiki mwema. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Endelea kutushikilia Jehova. Tumekukubalisha Jehova. Utushike na mkono wako wa kiume yenye iko na nguvu nyingi na uwezo wote. Nasi Mungu wetu na baba yetu, utukubalisha my Father to hold on your garment. Kama yule mama alimwaga damu, na wakati aliamua kukushikilia gauni yako, mambo yake yote ilikuwa sawa mpaka ukamuita daughter. Na hatukuwa tumesikia mahali ameitwa jina mzuri. Alikuwa anaitwa yule mama alimwagika damu, lakini wewe mtu akikukibiria Yesu unamuita daughter, unamuita son. Asante Jehova. Tunajua baba hata kama pengine wengine wametupatia majina baya, tukikukibiria baba you will give us good name. Utatufalisa neema yako. Utatutengenezea njia kwenye hakuna njia. Jehova, tumesema asante. Mungu wetu na baba yetu, tusaidie kupitia Roho wako Mtakatifu tuwe waombaji kama vile umetufunza siku ya leo. Tuwe tunatembelea hata wenye wako na shinda. Tuwe tuna forgive hata wote wametutendea mabaya. Hata kama
wametupitizia uchungu gani. Baba yetu na Mungu wetu, tusaidie kuwaweka chini, tusaidie kuwasamehe, ndio hata wewe Baba utusamehe kama vile umetufunza katika ombi la Baba yetu uliye mbinguni. Baba, tukikosa kusamehe, wewe hutatusamehe. Tunasema asante juu wewe ni mwalimu mwema. Tunasema asante juu wewe ni daktari mwema, utaponya magonjwa yote. Tunasema asante because you are the best counselor. Wenye wamepotezwa na Shetani kwa kukunywa bangi ama dawa za kulevya, Yesu mwema, tunajua wewe ndio utawashughulikia. You are the best counselor na you will counsel them. Katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Asante msikilizaji wangu, nimekualika tena katika kanisa letu la Kibo Peva Church. Tuko ukitoka Githurai, ukiwa Githurai unachukua gari za kwenda Mwihoko. Tuko mahali kunaitwa Kibo Progressive na kanisa inaitwa Kibo Peva Church. Our bishop is Reverend Wesoga Gudoi. Tunakukaribisha wewe uko karibu na Progressive, hata kama uko bali na huna kanisa unaenda, tunakukaribisha. Karibu msikilizaji wangu, tuwe tunatafuta Mungu pamoja, tuwe tunaomba pamoja, tufanye mapenzi ya Mungu pamoja, ndio Mungu aendelee kutuinua, ndio Baba yetu aendelee kutubariki, ndio Mungu wetu aendelee kutupeleka katika level ingine. Juu nakwambia huwezi tafuta Yesu, huwezi kibilia Yesu akuaibise. Hapana, Mungu hakai mwanadamu. Mwanadamu ndiye anaibishanga watu. Mwanadamu ndiye anaweza kukuahidi kitu wakati unaenda kuendea, ama wakati siku imefika ukipiga simu yake iwe mteja, ukimtafuta awe hapatikani, ama kwambie kulishidikana. Lakini Mungu wetu tukimtafuta ni Mungu mwema, ni Mungu mwenye hawezi danganya, hawezi shindwa, hawezi kukukosea. Mungu wetu ni Mungu wa ukweli, na ninajua tukimtafuta, na ninajua tukiendelea kuomba pamoja, kwanza maombi ya pamoja, tuwe tunakuja usirika, kwa kanisa yetu tunakuja lunch time na kuna maombi ya jioni. Ukimkimbilia kuja, hata kama hujajoin hii kanisa, kuja nyenyekea kwa Yesu kwa madhabahu, uone nguvu za yetu, uone nguvu za Yesu. Yesu ametenda mengi, hakuna jambo lililo gumu kwake. Kibia kwa Yesu. Nimekwambia wakati uko na shida, usitoroke Yesu, mkimbilie Yesu, ndiye ako na neno lako la mwisho na utasangaa. Najua Yesu huwa anasangaisha watu wake, atakutendea hata wewe ushindwe. Kwa nini nilikuwa bali na Yesu? Kwa nini sikuwa namtafuta? Kwa nini sikuwa naenda maombi? Nimekukaribisha wewe hata leo lunch time iko kuja, kama uko hapa karibu, tushiriki pamoja, tusikie neno la Mungu pamoja, na ninajua Mungu wetu atakutendea mzuri, atakutendea maajabu. Hiyo shida uko naye, hata usishinde ukiambia watu, kibia kwa madhabahu. Kuja tu umlilie Mungu, kuja tu kwa kunyenyekea. Jeremia 17 natuambia Yesu tu ndiye ako na nguvu za kusoma roho yako. Nakwambia Yesu akiona unanyenyekea kwake, aone tu roho yako ni yeye inaamini. Hujaangalia right or left, unatasamia tu Yesu, nguvu za Yesu hata kuhaibisa. Na hata kama shida yako iko kubwa aje, Mungu atakutimisia, na wewe utapata wimbo mpya. Utakuwa unatoa ushuhuda mbele za watu, hata kama hujaulizwa. Utakuwa unasema Yesu alinitendea. Unajua wenye hawajafika hapo wanasema huyu analinga, na si kulinga, ni vile Mungu amekutendea. Unasikia kusema tu wema wa Bwana, vile anatenda maajabu, vile anakutendea. Karibu, nimekukaribisha tena, wewe kijana, wewe msichana, wewe mama, wewe mzee, sisi zote hata watoto. Wacheni tukimbilie Yesu, ndiye ako na neno letu la mwisho. Yesu ni mwema na ataendelea kututendea mema. Ataendelea, na nimekwambia hata wakati uko na nafasi, imba
nyimbo za Mungu. Muinue, mwambie Yesu wewe ni muweza. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna mwenye nguvu kama wewe. Hakuna mwenye anaweza kubadilisha kama wewe, katika jina la Yesu Kristo. Ninasema asante msikilizaji wangu. Na najua msikilizaji wangu, ukisikia neno la Mungu, hakuna Yesu anatuambia katika kitabu yake, hakuna hafurahi sangu ina dhabihu zenye zinamfurahisha tunamtolea, kama mwenye anasikia neno lake na analitenda. Hiyo neno umesikia siku ya leo, endelea kulitenda. Tenda kulingana na vile umesikia wewe mwenyewe. Najua niko hapa pengine kwa watu wawili ama watatu. Wewe mwenye Mungu amefanya usikie hiyo neno, enda ulifanyise kazi. Hata kama huku unaomba, kuwa muombaji. Hata ukienda na njia omba, usiogope watu. Usiogope watu. Kama unasikia hutaki kuomba kwa roho, omba, weka barakoa, weka mask. Enda ukiita Yesu. Wewe ndiye unajua kwenye shida zako zimekufikisha. Kuwa kama Bartimaeus. Usinyamaze. Ametuambia siku ya leo, Psalms 81:10, nirudie tena. Ufungue mdomo wako sana. Open your mouth wide, I will fill it. Mwambie, usinyamaze, muite kama Bartimaeus. Hakuna aliyemuita Mungu akamuaibisha. Utaona na utakuwa rafiki yake. Wewe ndiye utakuwa na ushuhuda kama vile nimekwambia yangu, na wewe uanze kuambia watu vile Mungu amekutendea. Yesu wetu ni mwema, Yesu wetu ni muweza yote. Hakuna jambo gumu kwake, anaweza. Asante msikilizaji wangu, tuendelee kumtafuta huyu Yesu, tumuendelee kumuinua, tumuendelee kumtafuta na njia zote. Kumservice, kumuomba, kuforgive, yani utafuta na uwe msomaji wa neno la Mungu. Wacha Bible iwe rafiki yako kila saa. Usilale bila kusoma Bible. Usilale bila kusoma neno la Mungu. Ndio uendelee kufanya practice ya mambo Yesu anataka. Na najua Mungu atakutendea mema. Na nimekwambia tena, utakuwa na ushuhuda mkubwa mpaka utakuwa unatoa hata bila kuulizwa. Kama mkikutana na watu tu, unapata tu umeanza kusema vile Mungu amlikutendea, na hujaulizwa na mtu juu ya kufurahishwa na huyu Mungu. Juu Yesu wetu ni mwema. Ukimfanya rafiki, unajua kitu moja mimi nimekuja kujua, Yesu hawezi kujisukuma kwako. Tunaambiangu ako kwa mlango kwa roho, ya roho wako hata saa hii. Anagonga, anakwambia Kamau, anakwambia Atieno, nikubali. Sikia vile Jane amekwambia siku ya leo. Answer practice. Kuwa muombaji. Na ukifanya hivyo, Yesu anakwambia mimi nitakuwa rafiki yako. Kama vile ametuambia katika Psalms 91:14. Ati ukimtafuta atakuwa rafiki yako. Endelea kumtafuta kwa njia zote. Endelea kumupenda kwa njia zote. Endelea kumfanya kibiria. Endelea kumfanya ngao yako katika jina la Yesu Kristo. Nimesema asante msikilizaji wangu, na ninajua Yesu atakufanya vile tumesema. Uwe muombaji, uwe unafanya charity work, you forgive everyone, uwe muombaji na utende kazi ya Mungu. Service your God at all time in many ways, na Mungu atakubariki. Msikilizaji wangu, tena vile nilikwambia majina zangu, naitwa Jane Wangoi, na hudumu katika Kibo Peva Church chini ya pastor our bishop is Reverend Wesoga Gudoi. Nimesema asante kwa vile umekuwa nami. Nimesema asante kwa vile tumekuwa pamoja. Nimesema asante kwa vile najua kuanzia sasa utakuwa muombaji. Utakuwa unatenda kazi ya Mungu. Umejua usaidizi wako hakuna mahali pengine itatoka. Usaidizi wako itatoka kwa Mungu Baba mwenye aliumba mbingu na dunia. Na huyo ndiye anakugojea at the altar, amekugojea. Yesu anasema anahuzunika sana wakati watu wanakaa na shida nyingi. Wakati tu ameweka mikono yake wazi,
umpende naye akukubatie katika jina la Yesu Kristo. Nasema asante msikilizaji wangu. Hakuna jambo lingine, hakuna jambo gumu kwake Yesu. Nimesema Yesu anaweza mambo yote. Yesu ni muweza, anaweza mambo yote. Na najua Yesu atakutendea mema katika jina la Yesu Kristo. Ni wewe umeokoka, endelea kutafuta Yesu, endelea kufanya kazi ya Mungu, endelea na maombi. Usikose maombi. Wacha maombi iwe nyingi kwako. Uwe unaomba, uwe unatenda mambo makuu. Yesu atakuwezesha. Sio wewe, si nguvu zako. Wewe hujui kitu, lakini ukiita Mungu kwa siri, ni yeye atakufungua. Ushikane na wenye wanaenda kanisa, usikane na wenye wanaenda usirika, mkiomba pamoja. Ombi la pamoja liko na nguvu sana, na utakuwa unaona vile Mungu atakutendea. Kama ni kazi huna, Mungu atakusaidia upate kazi mzuri. Kama ni pesa, nimesema tena Mungu ndiye mwenye fedha na dhahabu, na ndiye mwenye dunia yote katika jina la Yesu Kristo. Nasema asante msikilizaji wangu. Najua tutakuwa pamoja. Najua Mungu wetu ndiye amefanya tusikie hii kipindi ya siku ya leo, Traveling Prayers, na ninajua umesikia, na ninajua utaendelea kutenda kulingana na vile Mungu wetu amekufunza siku ya leo. Usinyamaze. Bartimayo hakunyamaza. Alizidi, wakati alikuwa anaambiwa anyamaze, yeye alizidi kumuita Yesu. Juu nimekwambia shida zako ni wewe unajua kwenye zimefika mwisho. Na hakuna mwenye anaweza elezea vile unasikia. Wewe mwenyewe tu ndiye waweza elezea mzuri. Ndiye waelezea juu ni wewe unajua kwenye uchungu yako imekufikia. Na ndiwe ukifika kwa Mungu ni wewe utajua vile utamwambia. Na ndio Yesu naye atakusikia na atakutendea katika jina la Yesu Kristo. Nimefurahi siku ya leo kwa kuwa pamoja nawe, na ninajua Mungu ako na kusudi kwa wewe kuwa hapo na kusikiliza, na kuanzia leo najua utabadilisha. Kama ulikuwa bali na Yesu, utamkaribia kwa maombi na kwa kufanya kumsafu na njia yote. Na juu Mungu hawezi fanya, tunaambiangu akitandika meza wakulaji wanakuanga katika jina la Yesu. Nasema asante msikilizaji wangu. Wewe endelea kutafuta huyu Mungu, endelea kumpenda huyu Mungu, endelea kumshughulikia na kumpenda zaidi. Endelea hata kuambia watu vile Yesu ni mwema. Hata kama hajakutendea, endelea kusema Yesu anaweza. Na juu najua Yesu alijitoa dhabihu, akapata shida nyingi kwa ajili zetu, kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Akakubali kumwaga damu, akakubali kuchapwa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Akapitia uchungu mwingi. Anza kutoa testimony. Unasema Yesu wangu amenitendea. Yesu wangu alinikufia. Na aibu zote waamini atakuondolea. Na nakwambia utakuja kutoa ushuhuda mkubwa. Juu Yesu ni mwema. Yesu hakuna mwingine aliye kama wewe. Yesu hakuna mwingine aliye kama wewe. Atakushughulikia kwa njia zote. Atakushughulikia kwa njia zote. Katika jina la Yesu naomba na hata kuamini. Amen. Oh, when the